Kitu ambacho unatakiwa ukijue ni kwamba mapenzi hayalazimishwi. Mapenzi ni asili tu, yanatiririka kutokana na mkondo ulivyo. Ukiona mtu ambaye tayari tena anaonyesha hali ya kutokutaka, anakukataa, anakuignore kwa namna moja au nyingine, hizo ni red flags ya kwamba huyo tena hana mapenzi na wewe. Kwa kuendelea kumlazimisha awe na wewe ni kuendelea kujipalilia makaa ya moto, yani unakumbatia kaa la moto. Unajua unaungua, lakini eti unategemea ule mkaa usikunguze wakati maumivu unayasikia. Mtu asiyekupenda ni sawa sawa na sumu inayokuua taratibu taratibu. Kwa kadri unavyozidi kukaa naye kwa muda mrefu, unakuwa ni ngumu kwanza kuchomoka, lakini cha pili unakuwa unajimaliza wewe mwenyewe, kwa sababu utaanza kupata magonjwa ya pressure, utaanza kupata wasiwasi, utaanza kupata huzuni, na mwisho wa siku hata utaanza kupoteza ile amani ya moyo, kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo kama uliweza kuishi kabla ya kukutana naye, basi una uwezo wa kupambana utakapoachana naye. Cha msingi mtu ambaye tena hafai, hakupi furaha, mtu ambaye tena anakuonyesha hakupendi, mtu ambaye anakuonyesha haufai kwenye maisha yake, basi pia hastahili kuwa na wewe, hastahili tena kuendelea kuharibia maisha yako. Unaweza ukasema kwamba huyu nikimwacha nitatakwa na nani? Mali zinatafutwa, waume au wake wanatafutwa, watoto wanatafutwa, ila mzee, afya ikishaondoka, kwanza kuirudisha ngumu, au unaweza usirudishe kabisa. Au hai ukishaondoka, hakuna tena alternative nyingine, hakuna replacement au spare ya uhai. Kwa hiyo okoa uhai wako kwanza, mambo mengine yatajulikana baadaye, kwa sababu kuna maisha baada ya kila kitu.